Mwezi mmoja baada ya Edwin na Sarah kuvishana pete za dhahabu na kuahidi shida na raha, giza lilitanda. Edwin, aliyekuwa meneja mwenye heshima, mafanikio na mchapakazi, alifutwa kazi ghafla. Maisha yaligeuka kuwa shubiri. Kila kitu kilichokuwa kinaleta fahari kilipigwa mnada ili wapate mlo wa siku. Walihama kutoka kwenye nyumba ya kifahari na kuanza moja kwenye chumba kimoja duni. Edwin alipambana mchana na usiku, lakini milango iligoma kufunguka. Siku moja, baada ya miezi mitatu ya dhiki, Edwin alirudi nyumbani akiwa na tabasamu pana. Mkononi alishika shilingi 100,000. Sarah alishtuka. "Edwin, pesa hizi umezitoa wapi katika hali hii?" Sarah alimuuliza. Edwin alicheka kwa furaha. "Sarah, nimekutana na Bayo, rafiki yangu wa tangu shule ya msingi hadi chuo. Nilimweleza hali yetu naye ameahidi kutubeba," Edwin alimjibu. Siku iliyofuata, Edwin alitangaza habari nyingine kubwa. "Bayo ametupatia apartment ya kisasa. Inabidi tuhamie huko mara moja." Maisha yalibadilika kama ndoto. Ndani ya wiki 2, Edwin alikuwa anaendesha gari la kifahari na Sarah naye akapewa lake. Nyumba waliohamia ilikuwa ya ajabu, iliyojaa kila aina ya anasa. Lakini Sarah, akiwa na wasiwasi wa mwanamke, alimshauri mumewe, "Edwin, mbona tusimwombe Bayo mtaji kidogo tufungue biashara yetu wenyewe, tusizidi kuwa tegemezi?" Edwin alikubali. Baada ya wiki moja, Sarah alipewa mamilioni ya pesa. Alisafiri hadi China, akachukua mzigo wa simu na laptops na kufungua duka kubwa mjini. Maisha yakawa ni paradiso ndogo. Hakuna njaa, hakuna shida.